Alaikum ndugu zangu, hamjambo, mwaendeleaje? Huyu ni mama shangazi, anatoa taarifa ya habari na kutoa taka za masikio. Mababa zangu, watoto zangu, kaka zangu mnosafiri, msikurupuke mkaja kwenye safari. Ndio kuna shida, tunajua mashida. Sisi wengine tumepita kwenye mashida, kwenye madhila. Hebu nikae vizuri, kwa tumepita kwenye madhila makubwa nini, tumekosa makaratasi, tumepewa deportation nini, kila kitu, mambo yameenda, lakini alhamdulillah, tunashukuru kwa rehema za Mwenyezi Mungu, tupo tunaishi. Lazima tuwe na plan B, lakini plan B, wanaume, plan B zenu ni ngumu sana, ni ngumu mno. Haya, unaenda unajichukua jizungu, ndugu yangu. Ukishalichukua jizungu, unakuja unajizalisha. Ukishalizalisha, unajua wazungu wanakuiteni nini nyinyi makaka? Wanakuitana, wanakusevuni kwenye simu, wanasevu nini? Spam donor. Wana akili zao hao wazungu hivyo, wanakuiteni spam donor. Mimi na marafiki zangu fulani hivi, wameolewa na Waafrika. Jamani, wameseviwa spam donor kwenye simu kwa macho yangu. Spam donor. Hebu can you imagine, wewe unaseviwa kama mume, eti unaseviwa spam donor. Wao wanahitaji mbegu zetu. Wanapenda vile vitoto vikichotara. Unaona vitoto vya kizungu vikichanganyika na sisi vinavyokuwa. Vinakuwa hantuna. Kwa hiyo muwe makini kaka zangu. Na kuoneeni huruma ndugu zangu. Na kuoneeni huruma na watoto wangu wa kiume wote na ndugu zangu wa kiume. Mkija haya manchi, msipapatiki na wazungu. Wazungu wana mapenzi pale tu, mapenzi yao kwa kuwa wanakutaka wewe sasa hivi, wana malengo. Akiwa shapitiza watoto wake 4 ndugu yangu, au ameshapitisha kama anaitaka watoto wake 2 au mtoto wake mmoja, wazungu wana malengo yao wa watoto. Ataanza kukwambia mtoto, mapenzi yakishaisha hapo tena humpati mtoto. Utaambulia wewe kubadilisha depa akiwa mchanga, uambulie wewe kuto kulala wenyewe, manake wenyewe akishazaa, wale wazungu wakishazaa, mtoto akilia anakuambia baba mbembeleze, yeye anatakiwa kulala. Kwa hiyo utabidi umbembeleze si mtoto wako, lakini ufikirie hizo gharama zote ulizohangaika za mtoto wako akiwa mdogo, wakati yeye ana mapenzi, kisha anakuambia wewe mtoto haendi Tanzania au haendi Afrika. Naongea na nyinyi ndugu zangu, kaka zangu wa Afrika, wa Niger, wa Tanzania, wa Kenya, Uganda, Zimbabwe, msipapatike na wazungu. Wanawake wa kizungu msipapatike nao, japo ndio mnaenda kuichukua hiyo mikabati ili mpate mambo yakae sawa, lakini ukija ukiweka kizazi chako, mapenzi yakiisha, watoto wanapotea. Na watahadharisheni jamani, vijana, msije mkapoteza mbegu zenu. Watoto watapotea kwa sababu ushakuwa na mtoto kisha unaambiwa haendi Tanzania au haendi Afrika. Anakwambia uko Afrika mnakula kwenye miti. Uko Afrika mnakula. Wakati mliokuwa na mapenzi alikuwa anakuja Afrika, mkalala vizuri, mkaishi vizuri, lakini mapenzi yake yakishaisha kwako, kwa sababu idadi ya watoto alikuwa anawataka wamemalizika. Wanapenda ile chotara. Anshuda mnavyokuja jamani, msipapatike na wazungu. Hebu watafuteni wanawake zenu mkae nao. Na kama ukishaingia huko kwa ajili ya kutaka haya mambo ya kukaa sawa, basi hebu jizuie. Na mwanamume utajizuia vipi sasa? Jizuie, jua tarehe za mwanamke wako, zijue tarehe za mwanamke wako. Ikifika hizo siku za tarehe hizo, jizungushe, usimpe nani mkazaa mtoto tu jamani. Na wahurumia kaka zangu hivyo, na wahurumia ndugu zangu jamani. Watoto wa kizungu wazuri tu kwa watoto wetu wa kike. Mtoto wa kike hata ukiolewa na mzungu, ukizaa mtoto utampata. Lakini mtoto wa kiume ukienda ukimooa mzungu, mapenzi yakiisha, mshike wake sio kawaida. Aidha ndio utakuwa husafiri. Ukae hapo unawaangalia hao watoto, unamwangalia huyo mtoto. Mtoto wa huku ukimwacha tu kidogo, ukimpa nafasi useme miezi 3, miezi 4 umeondoka, mapenzi yamepungua. Anakuwa hana habari nawe. Anaweza kukwambia I don't love you. Umeondoka sio, uliniacha miezi 3, miezi 4, anakuambia hivi. Kwa hiyo nyinyi mnaokuja jamani, walokuwa washaingia ndo washaingia pabaya. Alhamdulillah rabbil alamin, na mmeshaza. Nyinyi mnaokuja, sikilizeni huu ujumbe wangu. Msipapatike na wazungu.
Wazungu wanakupendeni wanawake, wanaume weusi kwa ajili ya mbegu zao, wanataka watoto wao wawe anshuda tu. Unakubali vipi kuitwa sperm donor? Kwenye simu kakusevu kabisa sperm donor, lakini kwa sababu ndo una shida ya madude kukaa hapa, hata uangaliwe kwenye simu umeseviwa nini, uangalie. Hebu angalieni simu zenu nyinyi mlochukua na wanawake wa kizungu, angalieni simu zenu wamekusevu ni vipi. Na hata kama amekusevu hani kichupa cha soda amekusevu, lakini ukizaa mtoto umpati, utampata hapa awali, mapenzi yakiisha, yeye kashapata mtoto kichotara. Mje na akili zenu, mtulize makomo yenu, mtafute wanawake ambao hata ukiachana naye mwanamke, hata ukiachana naye mtoto atakwenda kumuona bibi yake, mtoto atakwenda kwenye kaburi la bibi yake. Mjiangalie wanaume na kuoneni imani.